Watu wangu wa Taita Taveta ni 103.7 na ulimwengu wote Pwani FM napokea kupitia wavuti wa www.pwanifm.co.ke. Ni saa 2:15 saa zetu za Afrika Mashariki, kama ilivyo desturi kila siku ya Jumatano kuanzia mida hii hadi saa 3 kamili huwa tunazama ndani ya mashauri ya moyo, na huwa tuko naye coach Albert Ngome. Tayari amefika mjengoni, na bila kupoteza wakati wowote ule bila kupoteza muda wowote kwake Albert, ni vizuri mwanzo uweze kututambulisha majina yako kwa msikilizaji, kisha baadaye mgeni uliye naye pia uweze kumtambulisha, alafu Waswahili wanasema ndio sasa mkoko unaalika maua. Karibu sana. Asante sana, naona methali, wewe mtu wa methali. Nashukuru sana msikilizaji, kama umefuatilia. Mimi naitwa Albert Ngome, naita coach, na nashukuru kwamba tuko hapa ndani tena kwa masuala mambo ya moyo, mashauri ya moyo. Na leo tutakuwa na masuala mazito ya muhimu sana, yenye uzito, yenye manufaa kwa msikilizaji. Masuala ya moyo, haswa afya ya akili. Lakini leo siko peke yangu. Leo niko na daktari, nimekuja na expert wa mambo ya afya ya akili. So leo tumeandamana naye kwa studio, nafikiri atatusalimia. Karibu sana daktari, tuambie majina yako na karibu sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Hope Katana. Mimi ni muuguzi wa afya ya akili. Ndio. Ama kwa Kiingereza wananiita mental health and psychiatry nurse. Na nimetokea Kilifi County. Kilifi ni kubwa. Umetokea Kilifi hospitali, kama wewe ni Kilifi Ganze, unajua itakuwa ni vizuri pia wananchi watambue, waseme aliye hapo ni mkweho. Mimi nyumbani ni Kaloleni. Kaloleni. Yeah. Kwa Paulo Katana kule. Kabisa. Mbunge wa Kaloleni. Asante sana, karibu katika studio zetu za Pwani FM. Na naona ni mara yako ya kwanza kwa studio? Kwa studio live. Physically ni mara ya kwanza. But before nimekuwa tumekuwa tukiwasiliana kwa simu. Ndio. Kwa hivyo umekuwa ukifanya zile inaitwa mahojiano ya moja kwa moja kwa njia ya simu. Ndio. Basi mimi sina mambo mengi, na unajua coaches yuko hapa. Kwa hivyo mimi inabidi nimwachie coaches aweze kutuendeleshia gurudumu hili. Karibu sana coaches. Asante sana ndugu yangu Sylvester, na pia msikilizaji. Nimekuwa nikifuatilia mambo katika masuala yote ya mambo ya moyo. Na of late tumekuwa tukisikia kesi za kusikitisha. Watu wamevunjika moyo, ndoa zinavunjika, watu wanajitoa uhai, uchumi ni mgumu, siasa mambo yako ndivyo sivyo. Sasa tukaona kwamba ni vizuri hasa tukaangalie haya masuala ya afya ya akili, kwa maana unagundua kwamba mambo mengi yanatokana na mtazamo wetu na akili zetu. Sasa leo tuko na mtaalamu katika studio ili kwamba tukaweze kuwa na haya majadiliano leo, ili kwamba tukasaidike, na yeye kama muuguzi anatupasha hasa katika upande ule wa kitaalamu, ili kwamba tukaone kwamba tunapata matumaini katika jamii yetu, hata wakati ambapo mambo ni magumu, mambo ambayo yana misukosuko. So moja kwa moja, kwa sababu hatuna wakati mwingi sana, nitaenda tu kwa muuguzi dada yetu Hope. Maybe atuelezee tunaposema afya ya akili. Tunaposema afya ya akili hasa tunasema nini, ama ni nini hasa ya mambo yote kuhusu afya ya akili? Asante sana Coach Albert. So kwanza kabisa ningependa kusema kuna tofauti kubwa sana wakati tunapoongelea afya ya akili na matatizo yanayokumba afya za kiakili. Kwa Kiingereza wakasema there's a difference between mental health and mental illnesses. So kwa leo ningependa tuongelee mental health, tuongelee afya ya akili. Na nasema kwamba afya ya akili ni hali ya ustawi ambayo mtu anagundua ama anajua uwezo wake, abilities zake, anaweza contribute kwa ile community ambayo anatoka, anaweza kuwa productive. So iko na hayo mambo manne ambayo mtu anafaa kuwa nayo kwa wakati tukidefine mental health, ama wakati tukisema afya akili ni nini. So mtu anafaa kuwa anaweza kugundua abilities zake ama uwezo wake, kile ambacho anaweza kufanya, kwamba mimi hivyo hapa ndo uwezo wenye niko nao. Anaweza kuwa productive kwa ile community yenye ako,
anaweza pia kucontribute kwa ile community yenye yako. Na nikisema community, inaweza kuwa mahali popote, inaweza kuwa ni kazini, inaweza kuwa ni pale nyumbani, inaweza kuwa ni kanisani na mambo kama hayo. Kwa hivyo nafikiri unaongea kuhusu kwa productive ama kwa na kuweza kuwa na Sylvester atasema nini kwa productive? Unaweza kuwa mtu ambaye ana mchangamfu ama anaweza kutoa kile ambacho kiko ndani yake, mchango wake. Anaweza kuwa na matunda, anaweza kuwa na uwekezo fulani katika jamii. Kwa hivyo anaelewa uwezo wake na anaweza kuwa kuchangia katika jamii. Kwa hivyo tukiona jamii kwamba inaenda ndivyo sivyo, ni kwa sababu mchango wa watu hauko vile ambavyo inatakikana. Na pengine sasa tunapoongelea swala lote la afya, na kuna dalili gani pengine za mtu anaweza kujua vipi sasa mimi, unajua unaweza kuwa maybe ni changamoto ya afya ya akili ama pengine jambo la kawaida la kimaumbile ama pengine tu ni normal things. Sasa utatofautisha ni wapi ambapo unaweza kutofautisha kwamba hizi ni dalili za afya ya akili ama huu ugonjwa wa akili, zipi ni dalili za mapema, ili kwamba tukajigundua, ili kwamba tusikae hapa kumbe Sylvester pia na yeye kumbe ana matatizo ya afya ya akili. Ana matatizo ya afya ya akili. Wakati tunapoongelea kuhusu dalili za mapema za ugonjwa wa afya ya akili, kwanza ningependa kusema kwamba mara nyingi watu ambao wako na shida ama na matatizo ya afya ya akili huwa hawagunduliki mapema, kwa sababu most of the conditions ni silent, zimetulia. Mtu anaumia peke yake, si rahisi. Mtu asiposema inakuanga si rahisi wewe kujua kama huyu mtu ako na shida, lakini wewe mwenyewe unaweza jua kupitia zile vitu ambazo utakuwa unapitia. So dalili zenye ziko, mara ya kwanza unaweza pata labda mtu anaanza kujitenga kutoka kwa watu wa karibu. So labda ni mtu ambaye alikuwa anapenda kuingiliana na wengine, alikuwa hakosi kwenda chama, hakosi kwenda, kama ni mtu anapenda kucheza mpira, hakosi kwenda mpira, but all of a sudden unapata tu ameanza kujitenga kutoka kwa watu, ameanza kujiondoa, haparticipate kwa vile vitu ambavyo alikuwa akipendelea kufanya. Unaweza pata pia mtu anakula kidogo ama anakula zaidi. Ndio. Na wakati nikisema kula kidogo, ni labda tuseme kwa mfano labda alikuwa anakula mchele vikombe viwili, then all of a sudden anakula vikombe 4, ama amepunguza kabisa nakula nusu ama kikombe kimoja, then hiyo inaweza kuwa dalili mojawapo ya kwamba kuna kitu kinaendelea katika afya yake ya kiakili. Unaweza pata pia mtu ambaye analala sana ama na ukosefu ama anasumbuka kupata usingizi, hiyo pia inaweza kuwa dalili mojawapo. Na tunasema kwamba mwanadamu wa kawaida anafaa kulala masaa kati ya 6 mpaka masaa 8, ambayo undisturbed sleep. Sijui kwa Kiswahili hapo Sylvester utatusaidia. Masaa ni mwanadamu kamili anafaa kulala masaa 6 hadi 8 bila kupata usumbufu wowote kabisa. Unajua kuna wengine analala masaa 2 ameamka. Anaamka anakaa 30 minutes kama anakaa lisaa moja na usingizi urudi tena. Lakini ukisema undisturbed sleep, ina maana hata mtu akienda kukojoa ama haja ndogo pia simekuwa disturbed ama hiyo ni it's normal. Hiyo ni normal kwa sababu it's part of the sleep. Kwa sababu unapata mara nyingi wakati mtu ameamka akienda kujisaidia, akirudi kwa kitanda hata kaa hata 30 minutes usingizi unarudi. But ile nyingine ni mtu amelala 2 hours, anakaa 2 hours 3 hours ndio usingizi urudi tena, hapo inaweza kuwa iko na shida. Pia unaweza pata kutokuwa, mtu hawezi kukamilisha zile kazi zake za kawaida. Kama tuseme labda ni mama pale nyumbani, asubuhi anajua anafaa kutayarishia mzee, watoto, kwenda shule, kuangalia nyumba, lakini unapata anaanza kupata changamoto ama anaona ni kama hana nguvu ya kumalizia ama kufanya zile shughuli zake za kawaida pale nyumbani. Unaweza pata pia kuna mtu anaanza kutumia vitu ambavyo vinabadilisha hisia za mtu. Sana sana inaweza kuwa ni pombe, inaweza kuwa ni muguka, inaweza kuwa ni sigara. So labda alikuwa hatumii, then all of a sudden anaanza kutumia. Ama alikuwa anatumia kiwango fulani, lakini unapata sasa with time lazima atumie, aongeze
zaidi ndo asikie vile venye alikuwa akisikia. So dalili ziko nyingi, but kwa sasa mniruhusu nimalizie na kusema mara nyingi unaweza pata mtu anahisi ni kama anakosa matumaini ya maisha. Anakaa naona mimi kuna haja gani ya kuishi? Mimi sioni umuhimu wa mimi kuwa. So mtu anakaa naona amekosa matumaini ya maisha. Okay. Na pengine kabla Sylvester maybe haja rusha swali pengine. Sasa nini hasa ambayo maybe ulipokuwa unaelezea afya akili ni nini? Pengine upanue zaidi. Nini ambayo inachochea hivyo? Usikie mtu sasa anaanza tabia hizi ama hizi vitu kama unasema alikuwa pengine akilala vizuri sasa halali tena. Pengine alikuwa akifanya kazi zake za kawaida sasa kidogo anapunguza. Pengine sasa anakula sana kaza. Sasa hasa hii afya akili ni nini ambacho sasa kinasukuma ama kinachangia katika matatizo ya afya akili? Labda kabla sijaendelea sana maybe ningependa kuongeza kwamba wakati tuna define ama tunaelezea kuhusu afya ya kiakili, ni vizuri pia nitaje niseme ya kwamba ni hali ya ustawi ambao mtu anaweza kumbana na mikazo ya maisha, the normal stresses of life. So kuna zile stress za kawaida tu, nikipoteza 100 na hiyo pesa ndo tu nilikuwa nayo peke yake, haifai kunifanya mpaka sasa bado wiki 2 zinazokuja bado inanisumbua. Kuna zile zenye unaachilia tu, but sasa kuna vile vitu ambavyo kuna zile stress ambazo zinaweza kuja zenye sasa tuseme kama labda recently tumekuwa tukisikia watu wakipoteza kazi. So unajua mtu akipoteza kazi hiyo ni kitu kikubwa sana. Kupoteza kazi, kuvunjika kwa nyumba ama kwa relationships, wengine madawa ya kulevya pia yanaweza sababisha shida ama matatizo ya afya ya kiakili. Kuna zingine tunasema ni genetic, unapata labda zinatembea kwa familia, kama vile venye tunasema magonjwa ya pressure, sukari, kifafa. Unapata pia haya pia huwa shida zake za kiakili pia mara zingine huwa zinatembea kwa familia. Dalili ziko kadhaa. Kwa hivyo tuseme kwamba huwa haijitokei tu yenyewe, it has to be triggered, na kitu kinasababisha. Mara nyingi huwa inasababishwa kwa sababu tunasema tuko na ile, kila mmoja kuna coping mechanism tofauti. Kuna yule mwenye tuseme labda atapoteza kazi na haitamsumbua hivyo sana. Kuna mwingine kitu kidogo kitafanyika na hiyo kitu itamsumbua sana. So wanadamu tuko tofauti. Then again unapata labda tuseme mtu labda amepitia jambo la kwanza, la pili, la tatu na hajaweza kutafuta usaidizi. So kwa sababu sijui kama Kiswahili changu ni sahihi, zimerundikana. Unapata kuna ile inakuja, unaona hii inamsumbua akili kidogo. Ni msururu wa matukio. Unapata mwingine, ninaongea na mwingine anaambia kwamba alikuwa na mchumba na baadaye hiyo uhusiano ukakatika, mwingine tena baadaye. So alikuwa na familia yake, kwa naongea na wao. Akasema sasa mimi sasa nimeamua pengine mimi sikuajaliwa ama sikuumbwa mimi niolewe. Nikamwambia hapana, usiseme hivyo. So kwa yeye kama ana msururu wa mambo ambayo yamefatana. Anafikiri kwamba pengine mimi sina bahati, mimi nimelaniwa, ama mimi pengine niko na kisirani fulani. Nafikiri hilo jambo la muhimu sana kutueleza, kwa sababu hii dunia iko na misukosuko mingi sana. Unapata leo mtu ako na kazi nzuri, unapata kazi imekatika. Biashara ilikuwa inaendelea vizuri, unasikia kidogo imekatika. Na Sylvester, hii mambo yenu ya siasa mnatupatia shida za akili sana. Lakini mnajiingiza wenyewe bure tu. Kivipi? Kwa sababu daktari kulingana vile ameongea, ni kana kwamba kama hauna interest na kitu hakitakuwa affect. Kwa mfano kama wewe hauko interested na politics, achana nazo. Wanasema wacha itoke tu namna hiyo. Lakini kama uko ndani, unaona mtu wangu ilikuwa lazima ashinde na hakushinda, hapo lazima stress itakuja tu. Lakini Sylvester, unajua politics ni mtindo wa maisha. Huwezi kuavoid siasa kwa njia moja ama nyingine. Kwa sababu gani? Ndio.
tunaishi mashule, mabarabara, tunangoja wanasiasa hao watuongoze katika uchumi wa taifa, taxes zikiwa juu kwa mfano, mambo kwa nini. Unaona hata kama mimi sipigani siasa ama siko kwa ile tunasema ni siasa, ndio, lakini kwa njia moja ama nyingine inaniathiri. Inaniathiri. Kama kwetu sasa hii kule Rabai imetoka kule hakuna maji muda mrefu sana. Sasa unajua inanipatia wasiwasi. Alafu pia kuna vile venye siasa anaweza kosa kuwa involved hivyo sana, lakini pia wale viongozi ambao tunaweka ama wenye wataingia kwa uongozi wana determine venye economy itaenda, na pia economy inatu affect. So economy ikiwa mbaya pia unapata tunaumia kidogo economically, inaweza tusukuma exactly shida zake za kiakili ambao kidogo ni tofauti na tuseme labda football. Wale wa Arsenal jana tulirandwa 3. Mliranda ama mlirandwa? Mlirandwa. Mimi ni mtu wa Real Madrid. Jana tulia. So unaona kitu kama football, okay, kwa wale wenye hatuna interest kama mimi mimi hainisumbui sana kwa sababu watu washinde wasishinde, mimi hakuna mahali inanisumbua. Lakini sasa unapata kuna mwingine mwenye sasa amejiingiza hapo ndani sana to an extent, wakishindwa atavunja. Kuna cases tumesikia mtu anavunja TV ama labda alikuwa ameekelea bet ikachomeka na ni pesa, so vitu kama hizo ameekelea mpaka karo. Na unajua ndio maana kwa nini leo tumekuja na haya mazungumzo, kwa sababu tuishi nyakati ambazo sasa ziko na hizo misukosuko sana. Watu wanapoteza kazi. Mimi ni mzazi wa mtoto wa darasa la 9 I mean. Hatujui kesho itakuwa vipi. Unaona? Sasa tuko katika changamoto nyakati ambapo si rahisi sana. Ukija pia kwa sisi kama viongozi wa dini pia kumekuwa na wahubiri fani. Unapata watu pia sasa wamewekeza vitu, wanapanda vitu, kumbe baadaye wanahadaiwa. Unasikia sasa ndoa zinavunjika kwa sababu ulienda kwa mhubiri ukafanya hivi na hivi, mimi sikuambiwa. Mara mhubiri amesema uchukue mkopo anunue gari mpya na hakumwambia bwanake kwamba anachukua mkopo. Sasa unapata kwamba hakuna, kuna nyakati ambazo ni za misukosuko sana. Watu hawashiki maagano, wanahidiana kitu kimoja kidogo washavunja maagano. Sasa hivi nimekuwa nikiwa na cases karibu 5-6 za ndani sana za mambo ya ndoa. Mtu ameolewa, ameoa, na wengine hata watu wanaenda kanisani, ni viongozi wa kanisani. Lakini sasa wameingia katika mambo ambayo si sawa, ndoa inavunjika na huna mtu wa kumwambia. Sasa daktari amesema unakufia tu peke yako. Unaambiwa unakufa kishujaa. Na sisi wanaume tunaambiwa mwanamume halii. Mwanamume sasa tunapojua mwanamume. Sasa unakufa pole na kumbe kumbe ungepata usaidizi. Yaani unasema mwanaume halii. Tunasema kwa tunaambiwa mwanamume ni kuna venye community imeweka wanaume I think tangu wako watoto, bila kwamba mtoto akijaribu kuja anajua wewe unalia na wewe ni mwanaume. Mwanamzima unalia. So, mwanaume ana grow up na hiyo kitu. Na huko mbele unapata pia inakuja kumsumbua kwa sababu hata kuwa na urahisi wa kutafuta usaidizi. Kwa sababu yeye amelelewa akijua kwamba mwanaume anafaa kuwa ngangari, hafai kushare shida zake. Mwanaume anafaa kuvumilia. Unajua kuna wanaume wanachapwa na wake zao. Hao ni mabwege. Wanaume anachapwa. Lakini ina happen. Na hawezi kuongea kwa sababu hawajapata mahali ambapo wanafeel pako safe enough. Kwa sababu mimi mwanaume nitaendaje kuambia mtu kwamba community itaniangaliaje? Stop viewing me as a weak person. Yes, true. So kwa avoid hiyo unapata wengi wanakufa na shida zao. Mtu anapitia mambo mazito, lakini unapata ni ngumu yeye kujitokeza kusema kwamba mimi napitia 1 2 3. Nafikiri hapo unatuleta mahali pazuri daktari, maybe tumalizie, alafu tutapata nafasi pia kupiga simu na kuuliza maswali. Lakini pengine wewe unaweza kutuambia nini hasa ambacho tunaweza kufanya ili tukatunze afya ya akili zetu? Mambo gani ambayo tunaweza kufanya, kwa sababu tumegundua kwamba it's a reality. Hatuwezi kuepuka misukosuko ya kijamii, misukosuko ya taifa letu, misukosuko ya kidini, misukosuko ya relationships. Ni
it's a fact, hatuwezi kuepuka. Lakini sasa je, tunaweza kufanya nini? Mambo mawili matatu ambayo yanaweza kutusaidia ili kwamba tukaweze kutunza afya zetu za akili, ili kwamba sasa tusiingie katika mashimo na mitaro katika nyakati hizi. So kwanza kabisa ningependa kusema ya kwamba ile kitu ya kwanza ni jaribu kuavoid, usijiingize kwa hali yote ambayo labda inaweza kukuletea shida. Nipatiane mfano. Sasa najua ni season ya mipira kuchezwa. Na recently kumekuwa na story nyingi za betting na zinakuja in all forms. So unapata kuna watu wengi wamejiingiza huko na mara nyingi unapata most of them inakuwa ni disappointment. Ama kuna vitu sasa kama hizi za watu kukula meguka. So hizo vitu mtu ajaribu asijiingize huko ndani sana. Pia tunasema wakati ukiwa na shida, jaribu kushare na watu, usiumie peke yako, jaribu kushare na watu. Pia kuwa mtu mwenye uko na boundaries, you can easily say no. Usiwe mtu mwenye kitu yote yenye inasemwa wewe unakubaliana bendera. Kuwa na boundaries zako ambazo zinakuguide, kwa sababu hivyo ndio pia unaweza kuprotect afya yako ya kiakili. Otherwise utasema yes, alafu ukifika kwa nyumba peke yako unaanza kujiuliza kwa nini nimekubali hiyo kitu ambayo ni kwa majuto sasa. Vitu kama hizo. Oje kama uendelee. Leo umesema kitu ambacho kuhusu kujieleza ama kusema kile ambacho unapitia. Na nilikuwa nasoma mahali jana, nafikiri ni jana, nilikuwa na post kitu, alafu nilikuwa nimeona mahali na inasema kwamba kuhusu vijana na watoto. Unajua sasa kuna hizi visa, watu kwa chuo kikuu mara amejiua, mara ameua mpenzi wake, mara vijana nao wamekuwa na hizo vitu sana. So nilikuwa nasoma mahali pengine panasema watoto hawaumii sana kwa sababu ya what traumatize them. Hawaumii sana kwa sababu kile ambacho tu kinawakera ama ni kinawaumiza, lakini wanaumia sana kwa maana wako peke yao katika kile ambacho kinawaumiza. Acha nitarudia tena. Nasema watu hawaumii sana kwa kile ambacho kinawaumiza, bali wanaumia zaidi kwa sababu wako peke yao katika kile ambacho kinawaumiza. Yaani in other words ni kwamba hawana mtu wa kujifungua kwake. Unapata mtu anaumia jambo lakini peke yake anaumia kisirisiri, maybe ako na ugonjwa amepata, lakini sasa nitaambiwa vipi? Sasa ile ugonjwa unamla polepole yeye mwenyewe. Kwa hivyo nafikiri vile unavyosema ni kwamba ni muhimu sana msikilizaji na labda tufuatilia kwa Facebook ya kwamba ni vizuri kujieleza. Mtu mwenye hekima si vizuri afe na shida yake. Ni heri ujieleze ukose usaidizi kuliko kuendelea na jambo ambalo linakula polepole. Kama ni ndoa, kama ni magonjwa, amepimwa ako na ugonjwa fulani maybe, alafu anaogopa sasa mimi nitasema vipi? Anavumilia, ameambiwa maybe nilikuwa tunakwambia medical mahali kwingine, anaambiwa mwende mkapimwe saratani. Unaona kama anakataa, anaogopa. Sasa unajua ukificha mambo peke yako, haya mambo yanakuumiza polepole. Secret battles. Alafu Waingereza walisema a problem shared is a problem half solved. But pia angalia sana yule mwenye una share naye ni nani, kwa sababu kuna wale wenye unaweza kuambia mtu ukajipata umetangazia ama story yako imefika kwa kila mtu. So tunasema pia wakati unapotafuta mtu wa kumuelezea vile vitu ambavyo unapitia, tafuta mtu ambaye unajua unamwamini, mtu ambaye unajua anaweza kukusaidia na anaweza kwa kukosa neno zuri zaidi la kutumia anaweza kuiweka kama siri. But hata kama itakuwa siri, but kuna njia yeye kama hawezi kukusaidia, kuna njia ambayo anaweza tafuta ya kwamba usaidike. Isiwe ni yule mwenye unaenda kumwambia vitu vyako alafu unavisikia mtaa mzima vimesemwa. Sasa inakuongeza hata machungu zaidi, aibu zaidi. Ni kitu muhimu sana. Alafu maybe labda kidogo tu kama labda ningependa kuongezea sahi maisha yamekuwa magumu sana. So ni vizuri kama sisi kama binadamu tunaweza kuembrace contentment. Kutosheka na kile chenye uko nacho, kwa sababu
utaanza wakati ukianza kuona kile chenye uko nacho hakitoshi, then utaanza kuingia kwa unnecessary stress ya nataka maisha yangu ikuwe kama, so kuna zile positive goals ambazo unaweza endea, but ni vizuri pia tuko na ile sekta ya contentment. Hata Biblia inasema, Paulo alikuwa anamwandikia wale wanasoma vitabu vya dini katika Timotheo wa kwanza na sura ya 6. Na Paulo anasema kwamba tulikuja bila kitu na tutaenda bila kitu. Hapo anasema kwamba uungu na kutosheka ni jambo kubwa sana. Godliness and contentment is a great gain. Nafikiri hilo swala muhimu sana daktari. Kwa kwamba nafikiri tuweze kutosheka. Ya kwamba as much as kwamba unataka kufanya vitu vikubwa, ufikie mahali pakubwa, lakini pia ni vizuri kuanza kutosheka na kile ambacho Mungu amekupatia, kuridhika nacho, ili kwamba usijipatie hiyo msukumo, hiyo pressure, unnecessary pressure ya kwamba mimi ndio kama Sylvester, na hujui kama Sylvester alianza lini ama alipata wapi hicho kitu ambacho ama anafanya nini kupata hicho kitu. Wewe unajifananisha tu na hata pia wadada na daktari pia anajua dada hawatosheki na vile alivyoumbwa. Ameumbwa vizuri, lakini anataka uso wake sijui afanye nini, sijui atumie dawa gani, sijui afanye nini, na hana uwezo. Sasa unasikia Sylvester ameenda kwa Sylvester, je ameenda kwa nani, anataka class fulani ya maisha ambayo hawezi kuyamudu. So in the process anajiingiza kwenye mahusiano ambayo si sawa, ili kwamba sinafikiri tutosheke na vile ambavyo Mungu ametuumba. Tena unafaa tosheke. Unajua hata siku hizi sisi kule mtaani tunasema bora kienyeji. Bora kienyeji kuliko broiler. Unataka wale ambao watakusonga wanasonga na mafuta ya nazi. Lakini mimi msitese watu na mafuta ya nazi, Sylvester. Ni tu kwamba nafikiri kwamba jikune pale unapojipata. Ni kweli. Alafu unapomwamini Mungu kwa mambo makubwa na baraka kubwa zaidi, tosheka kwanza kile ambacho uko nacho. Alafu maybe nikimalizia, maybe ningependa kuongeza kwamba kuna kitu Waingereza wanaita self care. Kwa Kiswahili labda mnaweza kunisaidia, lakini Kiswahili changu kibovu labda ningesema ni mtu kujitunza yeye mwenyewe. So practicing self care ama kupractice venye wewe unajitunza inasaidia mahali pakubwa wakati inapokuja kwa jinsi gani ambayo nitatunza afya yangu ya kiakili. Na iko na mambo kadhaa na nitataja tu kidogo kwa sababu ya wakati. Tunasema kuna physical. So in the physical sector, wewe kama wewe unafaa at least involve, fanya exercises, fanya exercises kila wakati. Unapanda pikipiki, once in a while amua unatembea. Wakati ukitembea pia unafanya meditation. Una meditate on 1 to 3 things. Alafu pia inasaidia viungo damu pia kutembea vizuri kwa mwili. Kuna part ya spiritual ambayo tunasema kuwa hakikisha kwamba uko na uhusiano na kitu na Mungu. Hakuwa na uhusiano na Mungu. Na in the process pia wakati uko na uhusiano na Mungu pia unajipata pia hauko peke yako. Kuna times ambao mnapatana kama waumini, mnaketi mnashare neno, mnaomba pamoja, mnatiana moyo. So ziko kadhaa labda kwa wale wenye wako na simu za kugoogle, unaweza google the wheel of self care. So iko na vitu kadhaa ambavyo unaweza kusoma, unaweza kukusaidia pia hasa kwa kutunza afya yako ya kiakili. Na pengine kabla sijapatia nikitu Sylvester, maybe atupeleke kwa wasikilizaji pengine wana maswala maoni. Nafikiri pia unaje swala la daktari, maybe kuwa na meaningful ama relationships ambazo ni nzuri, kujenga mahusiano ambayo ni bora, kwa sababu nimegundua kwamba mara nyingi pia tunajiingiza kwenye shinikizo kubwa la mambo ya akili, sababu tunaenda kwa kila mtu. Umesema kusema no, kwa sababu unapata wengine uko na group ambayo ni watu ambao hawana maadili mazuri, hawana mtazamo mzuri wa maisha. Sasa una mahusiano ama urafiki ama vikundi na watu ambao hawajengi maisha yako, wanakudrain, wanakunyonya kila wakati. Sijui kama unaona namna gani? Biblia na pia ni wazungu walisema show me your friends, ama show me your circle, I'll tell you who you are. Nionyeshe marafiki zako, nitakwambia wewe ni mtu aina gani. So wale watu ambao pia mtu unatembea nao kwa sababu siwezi kuwa natembea na wewe
nikitembea na wewe kuna venye unanifeed, kuna venye unanilisha Yeah. kupitia kwa maneno yako, so unashare once na wewe utapata kuna kitu ambacho ninafanya ambacho kinafanana na utasikia kuna kama I think kwa Biblia it was so easy for Peter wakati Peter akimkana Yesu aliambiwa hata venye unatembea so kwa sababu ametembea na huyo mtu na vitu venye amefeed hadi anaanza kukopi paka tabia zake na kuongea kwake na vitu kama hivyo. So wale marafiki ambao unatembea nao ama ile group ambao umejiunga nayo pia inafeed inaathiri afya yako ya kiakili kwa sababu they also feed into your mental health. Kuna ile maneno ambayo nakwambia, je, maneno yao ni ya kujenga ama ni ya kukuleta chini, vitu ambavyo unafanya na ama kama ulikuwa umetangulia kwamba unaenda mambo yako unaenda kuya expose kwa mtu ambaye si sawa, unaenda kwa mchungaji ambaye si sawa, unaenda kwa imamu ambaye si sawa. Sasa badala hata kusaidie ndio nakuingiza kwenye mashimo mengi zaidi. Kama sasa kuna peneo wasikilizaji ambao wametuma ujumbe ama kuna maswali. Upande wangu hapa Coach Albert ni kwamba wengi wametuma maoni yao, wameweza kufuatilia kipindi kama vile Maso Wora anasema anafuatilia kipindi akiwa Riyadh, Saudi Arabia. Kuna Steven Bemwaka Ngome anasema following from Kaponi Rabai. Kuna dogo langu anasema nategea. Kuna officer Kenya tuned from Rabai ni officer. Haya, alafu kuna zile zingine ambazo niko nazo pia upande huu wa pili kama vile nani huyu Danieli Jumbale anasema nafuatilia akiwa Kaloleni Ngome B. Alafu kuna Cecilia Nguga anasema following from Mariakani. Mwingine hapa ni Winnie Zuya Mwakaya anasema nafuatilia nikiwa Bombolulu kwa Bulo. Alafu bila kumsahau nani Kadenge anasema nafuatilia from Mother Salome Bomani Alafu mwingine ni nani huyu anasema ni Lucy Muru Nganga anasema following from Rabai. Sunday Nyamburi anasema following from Mombasa na wakilisha team pamoja kama ndizi, shukran sana. Alafu kuna nani hapa anasema ni muite nani Kadenge tena amerudi anasema niko pamoja nanyi katika kipindi hiki hadi tamati. Hizo ni baadhi tu ya zile ambazo nimezinakili lakini kulingana na tarakilishi yangu hapa kuna zingine ambazo kidogo zimenipita, yani zimekwenda mbio. Lakini hata hivyo nitakuwa nazipata kadri tunavyozidi kusonga mbele na kipindi hiki cha Mashauri ya Moyo. Kwako coach. Nafikiri tutaweza kumalizia na kusema pengine dakika tuambie jambo moja ambalo ungependa kumalizia ama pengine mtu angepata vipi usaidizi fulani, pengine jambo lako la mwisho, alafu mimi nitasema jambo langu la mwisho. Tumuombe msikilizaji na Sylvester sana atatuambia jambo lake la kufungia. Kwanza kabisa nishukuru wasikilizaji wote ambao wametenga wakati wao kutusikiza usiku wa leo. Yangu tu ni kusema tu ya kwamba hizi dalili ambazo nimetaja mtu asitumie moja ama asibase tu na symptom moja. Asiseme tu mimi sijalala leo usiku, sijalala kwa hivyo niko na shida ya kiakili. So huwa it's supposed to be a collection of symptoms, not just basing it on one symptom. But pia ukiona labda ama kama unahisi uko na shida kama hiyo, ni vizuri ufike hospitali ama ufike kwa mtaalam uweze kusaidika. Na ningependa ku-urge wasikilizaji ya kwamba acha tuchukulie, let's normalize talking about mental health, kwa sababu unapata kwamba mental health imekuwa na lot of stigma na lot of discrimination. Unapata sasa mtu hawezi kujitokeza kwa sababu nitambiwaje, watu watasemaje. So acha tuiweke yawe mazungumzo ya kawaida kama vile ambavyo tunaweza kuongelesha kuhusu ugonjwa wa pressure. Acha yawe ni mazungumzo ambayo tunafanya ya kawaida, na kuna sehemu mbalimbali ambazo mtu anaweza pata hizi services za afya ya akili. Na labda nitamention a few, but nyingi zitakuwa za Kilifi kwa sababu nimetoka Kilifi. So ukifika Kilifi County Hospital kuna specialists wako hapo, Malindi Hospital wako hapo, Mungoni Health Center, Gotani Health Center, Sangatini Dispensary, Kinarani Dispensary, Vishakani Dispensary, Mariakani Hospital, Rabai Sub-County Hospital, Mtwapa Sub-County Hospital, nisisahau Portrees kwa sababu hiyo tunaijua sana. So ukifika Portrees, Makadara, unaweza pata hizo services.
na tumefunguliwa a new branch recently ya Chiromo huku Mombasa. Iko pale Nyali, so ukipitia hapo pia utaweza kupata services za mental health. Nafikiri kwa nakuuliza hivyo kwa sababu ni muhimu kwamba watu waone kwamba kuna usaidizi, at the end of the day kuna usaidizi, ya kwamba usife peke yako, na usijifiche, na usivae kwamba kila kitu kiko sawa. Ni vizuri kuwa na hizo mahali tumeambiwa, na pia unaweza pia kupata washauri wazuri, viongozi wazuri wa kidini, na pia Tamati Mission Network. Ndio maana kwani tumeleta hiki kipindi, ni kwamba tuko na jopo zima, daktari na wengine ambao wako na mambo ya afya, na pia sisi tuko pale tukipa na counseling na mentorship, kwa maana tumegundua kwamba watu wengi wanaumia na mambo ya akili. Kwa hivyo pengine unapitia hali ngumu, nitakupatia namba ya simu ambayo kabla hatujamaliza kipindi, ili kwamba ukaweze kupiga simu, na kama pengine ni ndoa, ni ugonjwa, ni kazi, umepoteza kazi, ni maisha, tunaweza kuzungumza. Mara nyingine naweza kuwa sina jibu la kukupatia, lakini tu ile conversation, ile kwamba tumeongea, umenitamini na nimeongea na wewe, unapata usaidizi katika maisha mwako. Kwa msikilizaji, usife kisabuni, usife peke yako. Kuna tumaini, kuna ndugu yako, kuna daktari, kuna mhuduma fulani ambaye angependa kuongea na wewe swala zima. Na kuna mambo mengi ambayo tumekuwa tukipigiwa simu, by the way. Mambo mengine ni ya ndani sana, ni ya kisiri, mengine ni ya aibu sana, lakini hiyo ndio ubinadamu. Usione aibu na jambo, usione ati ni aibu, usione kwamba ati utaambiwa vipi na watu. Tutakusaidia katika network yetu ambayo tunafanya, na Mungu atakusaidia. Na pengine mwisho kabisa napomalizia, ili nimpatie ndugu yetu Sylvester ambaye atumalizie kipindi, ni kwamba nilikuwa nasoma mstari katika kitabu cha Biblia kimoja leo, Yohana 16 na mstari ule wa 33, John 16 verse number 3. Nasema, Yesu anasema kwamba nimewambia haya mambo yote ili kwamba muwe na amani, kwa maana duniani kuna dhiki nyingi sana. Lakini mwisho anasema, lakini jipeni moyo, kwa maana mimi nimeushinda ulimwengu. Sasa ningependa kumalizia kusema kwamba kuna mambo mengine ambayo yako beyond us, hatuwezi sisi, yani yako zaidi yetu sisi. Umepitia mambo magumu, umepitia masuala magumu. Nilikuwa naomba mama mmoja hapa Bamburi, amezaa watoto 4 na wote wameaga. So akawa hata hawezi kulia tena. Nikamwambia hii kitu daktari wamesema mambo yote, kile kitu kimesemekana, lakini kimeshindikana. Lakini kuna Mungu ambaye anajali. So msikilizaji, pengine uko pale mahali unasikia kwamba umefika mwisho, jioni leo tutakuombea, tutafanya maombi na wewe. Ujue kwamba Mungu anaweza kukusaidia, na pia anaweza kupatia nguvu na tumaini hata nyakati ambazo ni ngumu sana katika uchumi na kimaisha. Tumaini letu liko ndani ya Mungu, na ni vizuri kujua kwamba yule Mungu ambaye ametuumba, yule Mungu ambaye tunamwabudu, ana mipango mizuri juu ya maishani mwetu. So hali ambayo napitia, pengine wewe ni mgonjwa sasa, ambapo tunaongea na wewe siku leo, maybe umekatishwa tu kazi ghafla, pengine ni pesa yako ilichukuliwa yote kwa chama, hata kwa chama uliinvest mahali, pesa yote ikachukuliwa, maybe ni akavunja. Mwaka jana nilikuwa niko mahali nyumbani kwangu na nikavunjiwa nyumba yangu na watu wakaniibia gari. Sasa unasikia unaamka unasikia umevunjika, mimi pasta mzima, mimi sasa unaona kwamba Mungu anakupatia tumaini. Kwa hivyo leo kama tunaongea na wewe siku leo, basi kuna tumaini katika maisha mwako. Msinifahamu kama tunaweza kumalizia wapi? Mwanzo nipitie kama jumbe mbili hivi ya Noah Kombe, anasema anatoka Mtepeni, anafuatilia kipindi. Toya Mulangaza anasema pia naye yuko Tezo, anafuatilia kipindi akiwa maeneo ya Tezo. Lakini kabla tumalizie, nilikuwa naomba kumuuliza daktari swala moja tu, kwa sababu unajua wataalamu wa afya kidogo elimu yao imesoma sana akili ya binadamu, na kuna hili tatizo ambalo bila shaka liko kwa jamii, na unakuta kwamba mara nyingi matatizo haya watu wanapitia lakini hawaelewi, hususan kule mashambani. Unaweza kuta kwamba mtu anaishi katika maisha ya kwamba hajielewi kama ni stress ama ni nini, lakini huyu ni mtu ambaye amelazimishwa kuolewa, amekatalia ile ndoa ama amekataa kwa ile ndoa, lakini bado amelazimishwa na wazazi kubaki kwa ile ndoa. Je, mtu kama yule hali yake anayopitia ikoje? Mara
utapata ni mtu ambaye amesumbuka kwa sababu labda kuna sababu kwa nini hakuwa amekubali kuolewa. Either kuna vitu ambazo labda alikuwa amejipangia, niko na goals ambazo nataka kufikia kabla niolewe, ama labda kuna tabia ambazo yule mtu ako nazo, kwa sababu I think tulipita ule muda ama ule wakati wa kutafutiwa bwana ama bibi. So hata wewe unataka mtu ambaye moyo umeridhia. So huyo ni mtu ambaye unapata yeye ako pale kwa sababu labda hawezi kusema hapana, lakini ndani ya roho yake ni mtu ambaye anaumia sana. Alafu nikimalizia, umesema kwamba mtu kukosa kula kidogo, ukataja vikombe viwili lakini ni masahani ama bakuli. Kwa tukipika tunapima vikombe. Okay. Mimi huwa napima na macho tu. Sasa umesema mtu akila sana, hizo ni stress. Akila sana kupita kile the normal ya kawaida ambayo anakula. So kama alikuwa anatumia sahani moja, out of nowhere ameanza kutumia sahani 2 ama zaidi. Hiyo ni stress. Yes. Kwa hivyo tuseme ile mtu anakuwa na appetite ambayo si ya kawaida. Hiyo ni stress. Alafu pia upoteze appetite. Wewe unakula ka portion kadogo, ama hata sometimes unakataa kukula, unaitisha maji ya kunywa and you call it a day. Pia nayo ni nini? Stress. Na hiyo ni kando na dieting. Hiyo hakuna diet hapa. Kuna tofauti ya yule mwenye nimeamua mimi nataka ku lose weight na kuna yule mwenye hana hamu ya kula. Anataka kula lakini hamu hakuna. Sasa hapa kati hizi mbili nipi hatari zaidi? Zote mbili ni hatari. Zote mbili ni hatari. Walisema mwenyewe nini nataka kujua kwa niaba nimetumiwa message na Chome. Akawa nataka kujua kati ya huyu anayekula sana na yule ambaye hali kabisa anapungua, hana kula kidogo. Je, hawa wawili ni nani ambaye yuko katika hatari mbaya zaidi? Hapo kwa kusema nani mwenye kwa sababu tunaangalia dalili ambayo inaweza sababisha. Hii inaweza kuwa ni dalili ya shida afya ya kiakili. So whether unakula sana au unakula kidogo, hakuna venye nitasema ati wewe uko kwa hatari zaidi. Maybe labda wakati tunaongelea magonjwa mengine tutasema huyu uko kwa hatari zaidi, lakini kwa mambo ya afya ya kiakili hiyo ni dalili. Maana anaweza kupigwa na stroke. Sasa so, ni upi ambaye wakula sana ndio yuaenda ama ni yule wakula kidogo? Nafikiri daktari amesema kama zungumzo takana iwe ni conversation, iwe inaongelewa, sio kanisani, sio msikitini, sio barazani, sio kwa studio kama hizi, sababu swala la mental health ni swala ambalo ni sensitive sana, na the more tunavyoliongelea ndio utakuja kugundua kwamba sasa watu wanajifungua zaidi na watu wanapata usaidizi zaidi. Sasa watu wakijifunika, wakijificha inakuwa kwamba sasa tuna watu wengi wanaingia katika mashimo. Na pia amesema jambo ambalo ni muhimu, maybe nilitaji kwa sababu ni muhimu sana. Ndio. Kuhusu kuweka mipaka na learning to say no, kusema yani kuna mipaka yako, boundaries. Unajua Sylvester, unagundua kwamba watu wengi wamejiingiza shida kwa sababu kama vile umesema leo swali lako, anaambiwa lazima aolewe na mtu fulani. Ndio. Lazima awe mtu fulani. Nakumbuka wakati nilikuwa nakuoa mimi nilio Mlimani. Na nikaambiwa una watu wa Mlimani. Tulienda kugusa mlima. Niligusa huko Nyeri huko. Nasema kwanza Nyeri huko maeneo ya huko. Kuna sifa huko. Kuna sifa. Unasikia? Sasa unapata kwamba watu wanakusukuma kufanya mambo ambayo si sawa. Ndio maana utaona ndoa nyingi ziko na shida kwa sababu watu walijilazimisha. Na baadaye wakati sasa uko nyumbani na stress zako na pressure zako nyingi, wale waliokulazimisha ama waliokupeleka kule hawako tena, ama ambao usome course fulani ambayo wewe mwenyewe course hiyo hukuitaka. Choma alikuwa anatuambia siku nyingine hapa, nilikuwa nimekuja hapa na niambia babake alikuwa watu wengine wanamwambia kwamba awe mwalimu. Lakini babake kwa sababu anajua potential yake, akamwambia hapana, akaishia kwa mtangazaji. So kama angependa kufuata tu watu wengine, angekuwa kwa taaluma ambayo ni mbaya na inampatia mambo ambayo si sana. Baadaye unasikia mtu amechukua amejitia kitanzi, uko na mpenzi chuo kikuu ama wapi college, weka mipaka yako. Lakini unajiingiza wewe, umeenda kwa masomo, umeenda kuolewa huko, tena umeenda kuolewa chuo kikuu pia uko na wanaume 5 chuo kimoja, mara umechinjwa. Tunasema tu kumbe ni wewe mwenyewe pia huko na mipaka. Huko na mipaka. Mimi Chome alikuwa ni awesekare. Labda ya mwisho kabisa ningependa kusema wale wenye wako kule wamejikenda, wako kule manyumbani, kule Kaloleni tuko na msemo tunasema shula moyo zimene na vilalo. Si utai
ni Kongo. Asante. Pastor, tuombee Sawa. tupate habari. Sawa. Wacha tutafanya maombi. Baba, tunakushukuru sana. Tunasema ni asante kwa msikilizaji, tunambariki maishani mwake. Wale walipitia hali ngumu za maisha Bwana, na changamoto za akili, tunaomba kwamba Bwana utafanya njia maishani mwao na kuwatoa katika hayo mashimo. Pokea sifa, pokea na utukufu Bwana.